Tukisoma habari za mfalme Daudi, ni mfalme aliyemtumikia Mungu kwa moyo mkuu sana. Ni mfalme aliyekuwa rafiki wa karibu na Mungu. Ni mfalme aliyempenda sana Mungu katika maisha yake yote. Zaburi hii ina maneno mazuri na matamu ya kubariki na kufariji na kutia moyo. Zaburi hii inarudisha heshima na utukufu kwa Mungu kwa kazi nzuri ya uumbaji aliyoifanya. Kama ni wimbo, Daudi aliimba kwa ustadi sana akiwa ametulia. Na kilichomfanya aimbe kwa ustadi, aliutafakari uumbaji wa Mungu ulivyo. Inawezekana alikaa akaanza kujitazama yeye mwenyewe, akiangalia mkono una kazi yake, akitazama macho yana shughuli yake, akiangalia miguu ina kazi yake pia, lakini kila kiungo kina kazi yake mwenyewe. Daudi akamtukuza Mungu kwa zaburi. Kwa nini anamtukuza Mungu? Kwa nini anamsifu Mungu? Daudi huyo ni mtoto aliyeonekana kwamba ni mdogo katika familia ile ya Yese. Hata alipotumwa mfalme kwenda kumpaka mafuta, baba yake bado alimuona kwamba ni mtoto mdogo asiyeweza kushika mamlaka yoyote na wadhifa wowote. Lakini kwa sababu Mungu alimtambua tangu tumboni kwa mama yake, kila alipojitahidi kuwatazama wale aliowapitisha baba yake mbele, bado mfalme alisikia sauti ya Mungu inamwambia, hapana, japokuwa wameumbwa kwa jinsi ya ajabu, ni watu wenye nini mikubwa, ni mapande ya majitu yamepanda hewani, ukiyatazama yanatisha, lakini bado inahitaji umbariki mtu mwingine. Na hatimaye mpaka mbaraka ule na mafuta akamiminiwa Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Daudi anapoimba zaburi hii, anautazama ukaribu na urafiki wa Mungu alionao kati ya yeye na Mungu wake. Alipomwita katika utumishi na huduma, alipompa karama na vipawa, Daudi bado alipita kwenye changamoto kubwa. Ingawa mfalme alipenda Daudi anapoimba zaburi hizi, anapoimba mashairi haya, mfalme akiwa na mawazo, amechoka na kazi ngumu, anawaagiza watumishi wake, nitieni Daudi aliyeburudishe, maana kichwa changu sasa kimechoka. Daudi anakwenda anaimba, mfalme anajisikia burudani. Inawezekana hata usingizi unampitia, kama vile wewe unapochati kwenye simu, unasikiliza nyimbo za aina mbalimbali, mwisho wa siku unashangaa usingizi umepita, imekuwaje haujui. Lakini Daudi huyu alipewa nguvu ya ajabu na Mungu, kwa sababu alimtegemea Mungu, kwa sababu alimtumainia Mungu na alimwona Mungu kuwa ni rafiki yake. Daudi alipigana vita ambavyo hakuna mfalme aliyeviweza, lakini Daudi kwa umri wake alionekana kama ni kijana mdogo, lakini amebeba nguvu ya Mungu kwa sababu aliumbwa kwa jinsi ya ajabu. Hata alipomsogelea mfalme Goliati, mwenye kiburi, mwenye dharau, mwenye majivuno makubwa, aliyekuwa na jeshi kubwa, ambaye alitamba kwa wakati ule, alipomwona Daudi akasema, wewe Goliati umekuja mbele yangu, wewe kinyangalakata, mimi nitakumaliza mapema sana. Daudi akamwambia, wewe unasema kama mwanadamu, haujui nilichokibeba, na yule aliyenituma amenipa majeshi makubwa kuliko yako hapo, subiri nikufundishe nidhamu. Mfalme akiendelea kujitutumua, Daudi kwa silaha zake zile dhaifu akamwezeka moja tu Goliati, akaanguka chini. Bwana apewe sifa. Amen. Majeshi yake yakakimbia. Lakini haitoshi, Daudi alikwenda kupigana vitani. Mfalme akaenda akapigana na Daudi akapigana. Walipokuwa wanarudi, wale washangiliaji, hasa kina mama jipigie makofi. Maana kama kushangilia tunajua. Wakaanza kutoa sifa. Mfalme ameua
hatua. Kweli wewe Mungu umeniumba kwa jinsi ya ajabu.